Hello, this is Elad FX. Karibu katika session ya leo, na kama unaangalia video hii kwa mara ya kwanza, usisahau kusubscribe kwenye akaunti yetu ya YouTube na other social media kama TikTok na Instagram, na zote tunatumia hizo jina la Elite underscore forex underscore company. So session ya leo tutaongelea application ambazo tunazitumia kwenye kufanya trading. Sawa? So moja ya applications ambazo mara nyingi zinakuwa zinatumika ni MetaTrader 4, MetaTrader 5 na TradingView. Na wengi kwenye hizi applications zina strength zake na zina weakness zake. Sawa? Na watu wanakuwa wanaendelea kufanya ugunduzi au maendeleo au uboreshaji wa hizi application. Sasa leo nataka ni kuintroduce na application moja mpya ya kufanya trading ambayo inatolewa na broker anaitwa Derive. So this app is the best, na mimi kwangu naona kama ni game changer, yani kwamba imejaribu kuangalia weakness za MetaTrader 4, MetaTrader 5 na TradingView, alafu ikaicombine kutengeneza kitu kimoja ambacho is the best. So kama nilivyoweza kusema kwamba hii application inatolewa na broker Derive. So kitu cha kwanza, kama unataka kuipata hii application ni lazima ufanye registration au uwe na account kwa broker Derive. Sawa? Kwa sababu so far ndo broker ana provide hii application, ni lazima ufanye registration kwake. Then baada ya kufanya registration kwake ndo utaweza kupata access ya hii application. Kufanya registration kwa Derive ni rahisi, and I'm sure there's a lot of people ambao wako chini yetu ya Elite Forex Company wana hiyo account, maybe walikuwa hawaitumii kwa sababu moja au mbili. Now I give you the reason ya kuirudia account yako na kuanza kuitumia. Sawa? Jambo la pili, nowadays Derive sio kwamba tuna trade zile volatility na boom and crash. No. Nowadays Derive unaweza ukatrade pair kama GBP USD na zile pair zote za forex. So Derive amecombine pair zile za kawaida na hizi Derive anazitrade kwa pamoja, na hii yote inaweza ikawa rahisi kupitia application hiyo ya C-Trader. So unaipataje? Cha kwanza una login kwenye account yako ya Derive. Sawa? Ukisha login kwenye account yako ya Derive kama hivyo, itafunguka kama hivyo unavyoiona, then itakuja hapa kwenye Trading Hub. Kuna Derive Trader, kuna Derive Bots, kuna Smart Trader, kuna Derive Go, then utashuka chini. Sawa? Scroll down. Ukiscroll down utakuta chini Derive C Trader, Derive X. Sasa mimi nataka kuongelea Derive C Trader. Sasa kwangu itaonekana kama open na transfer, na Derive X itaonekana kama gets. Kwangu inaonekana open kwa sababu tayari nimeshafanya usajili, na inanipa option ya kutransfer kwa sababu unaweza ukadeposit kwenye account yako ya kawaida ya Derive, alafu then ukahamishia hela kutoka kwenye Derive kwenda kwenye C-Trader. So ni applications lakini pia ni kama accounts, yani kwamba kuna account zake special ambazo zinakuwepo kule na unaweza ukazitransfer hela kupitia Derive, lakini pia unaweza ukaideposit yenyewe kama yenyewe. So kama hauna, ukienda hapa ikikwenda kwenye get itakuletea option za kudownload. Sawa? Then option zake, kwa mfano kama unatumia App Store ni wale watu wenye iPhone, na kama wale watu ambao mnatumia Android kuna Google Play ipo, au kama hauna unaweza ukaiscan, lakini pia unaweza ukatumia web terminal. Web terminal ni kama hautaki kuidownload iwe app, lakini unataka tu kwenda Google alafu ufanye registration na uweze kuitumia. So unaweza ukaona strength ya hii account kwamba una uwezo wa kutumia katika sehemu tofauti tofauti. Kwa mfano application kama MetaTrader 4 hauwezi kutumia, sidhani kama ina web terminal, I am not sure, but this one iko very good kwa sababu unaweza ukatumia web terminal na zile details zako zote ambazo ulizisave au ziko saved kwenye application zako za sim au za PC zikaonekana kama kawaida. So mimi kwangu natumia application na tayari nimesha download, so nitaenda straight kwenye application kukuonyesha jinsi inavyofanya kazi. So let's go. Okay.
So application yangu inaonekana hivi kama hivi unavyoweza kuiona. This is my application ya CTrader inavyoweza kuonekana. Upande wa huku mwanzoni ambapo hii mouse yangu ipo, hii ndio menu yetu. Na hapa kwenye hivi vidude ambavyo vina candle ni trade, hapa kuna copy, hapa kuna algo, hapa kuna analyze. Sawa? Sasa hii ndio main menu, sawa? Alafu huku chini kuna deposit, hapa chini kuna withdraw na hapa chini kuna settings. Sawa? Sasa hii ndio menu yetu. Kwenye ku trades chart zake zinaonekana hivyo kama kawaida. Nadhani kwenye graphs nadhani wamechukua trading view wakaimix kidogo na MetaTrader 4 kwa sababu kuna vitu ambavyo vinakuwaga vigumu kidogo kwenye trade kwenye kwa mfano ukitumia hizi pair za volatility na crash na boom, ukitumia kwenye trading view hazijisave. Unafanya analysis, lakini baada ya kufanya analysis ukiclose, ukiopen unaanza upya, but this one inajisave, the good of it. Kwa hiyo unafanya analysis kama kule, lakini the good thing about hapa inajisave. Ukitumia MetaTrader 5 inajisave, lakini the way the graphs zinavyokuwa zina appear, yani haziwi sweet kama zinavyoonekana kwenye trading view. Trading view kidogo graph zake zinakuwa zinavutia, unakuwa urahisi, una analyze kitu mpaka una enjoy. Lakini kwenye MetaTrader 5 haiwi that sweet. Na sometimes nilikuwa najiuliza kwa nini kuna ugumu kidogo kwenye kutrade kwenye MetaTrader 5. Lakini kwa sijui kwamba tayari kumbe Derive wenyewe wameshatengeneza application yao, ndio maana hawafanyi development sana kwenye MetaTrader 5 na TradingView, kwa sababu wao wenyewe pia wana application yao, probably ndio maana inakuwa hivyo. So kwenye juu ya trades ukija hapa kuna expand, tunaweza tuka expand slide bars ili kuweza kuona zile pair zote ambazo tuna trade. Sasa hizi hapa ndo pair ambazo na trade, sawa? Ndio maana kuna volatility, kuna gold, kuna silver, kuna GBP USD, kuna AUD card, all of them ziko na zinafanya kazi kama kawaida. Inafungua kama hivyo, ina option ya kuweka templates unaoipenda. Kwa mfano sasa mimi hapa, hii ni menu ambayo ni menu ya graphs. Kuna place new order, kuna sell limit, kuna buy limits, kuna buy stop, sell stop na vitu kama hivyo. Kuna price alert. Sasa hii price alert ni kwamba una set sehemu kwamba price ikifika hapo ikuletee notifications. Kuna symbols ambazo zinatumika. Kuna templates. Templates ni vile ambavyo unavyotaka ni. Kwa mfano mimi nimesave template yangu, nimeweka lights. So nikifungua graph mpya nikiweka kwenye lights, nimesave graph ionekane ninavyotaka mimi. Rangi, graphs zinavyokuwa na vitu kama hivyo, vitu unavyotaka vionekane, vitu ambavyo hutaki kuonekana. Nadhani watu wote wanaelewa kwenye mambo ya templates. Then unaweza ukachagua kwamba unataka details zako zionekanaje. Kuna bar chart, kuna candlestick, kuna line chart, kuna dot kama hivyo, kuna line kama hivyo, kuna hivyo ukitaka onekane hivyo, area charts kuna hivyo, lakini mimi napenda kutumia candlestick. Candlestick inaongea mambo mengi zaidi ambayo unaelewa. So kuna time frame. Kwenye time frame hapa kuna time frame nyingi. Kuna time frame mpaka ya I don't know, but time frame pia iko hapa juu. Kuna time frame ya 1 minutes mpaka 1 month na kuendelea. Sasa haya ni madude mengine ambayo kiukweli ni bado sijaelewa. Of course bado kwenye utumiaji wangu sijafikia kutumia hivi. Kuna option ya kufanya zoom. Unaweza ukafanya zoom kwa kutumia hapa, au unaweza ukatumia huku pembeni kwenye kufanya zoom in, zoom out. Je, kuonyesha menu kwenye graph. Kuna vitu ambavyo unataka vionekane, labda targets na vitu vingine hapo utachagua mwenyewe unataka vionekane. Unaweza ukataka indicators kwa wale watu ambao mnapenda indicators. Kuna a lot of indicators, kwa mfano indicators za trend ziko hapo, utachagua unataka. Kuna ku manage objects kama drawings na indicator. Unataka uzimanage vipi, nini kionekane, nini kisionekane, wakati gani kionekane. Kuna color options kama unataka kubadilisha rangi za graph ndani yako. Background, unataka background nini kionekane, unaweza uweke jina lako au kampuni yako na vitu kama hivyo. Kuna chart shots kama unataka ku take screenshot na vitu kama hivyo. Then
kwenye kufanya analysis kwa huku pembeni itakuja menu ya kufanya analysis kama trend lines, ukitaka kuchora, ukitaka kutafuta Fibonacci na vitu vingine. Lakini pia unaweza ukaset alert. Alert ni una set kwamba price ikifika sehemu fulani ikwambie. Let me show you how to set it. Kwa mfano labda mimi nataka ni set kwa hapa. Price ikifika hapa iniambie. Ukiweka hapo unataka ikuletee message gani? Like ngoja mimi nimeandika time to go, let's say a light. Time to go a light. Niambie time to go a light. Then na create kama hivyo. Then ikifika itaniambia. Na close, nasubiria. So kwenye upande wa kufanya analysis na tradings na vitu kama hivyo imerahisisha all these things. Kuna the way hapa juu kuna menu unataka charts zionekane zote. Kwa mfano umefanya analysis nyingi, unazisubiria. So unataka kuziangalia zote kwa haraka haraka, unaweza ukaset kwamba hapa zionekane multi screen. Okay, so unaangalia inayokaribia kufikia kwenye setup yako, unaichagua, unaisogeza, then unarudisha ionekane chart moja. So that's it. Kwenye upande wa trade, kwenye upande wa trade ameadvance sana. Sasa let's go back to menu. Kuna option ya kukopi kwa wale watu ambao wanapenda, hawana muda au wanatamani kuwa wanakopi watu wengine. Kuna hiyo option ambayo inakuwa provided na hii application ya C-Trade. Sasa hawa ndo watu ambao wana trade na performance zao zimewekwa. Kwa mfano hapa kwenye details zao strategy provider, jina lake hilo hapo, alianza siku gani, minimum investment yake ni $100, provider found pesa yake iliyokuwepo, hela aliyoinvest, leverage anayotumia. Kwa kama unamuelewa, unakuja hapa pembeni, unabonyeza start copying. Hakikisha tu kwamba hii amount ambayo uko nayo, hii minimum amount uko nayo kwenye account, then baada hapo itaanza kujicopy. So wale watu ambao mnapenda kufanya copy trading, this is the best place for you. So another feature ambayo imenifurahisha kwenye hii application ya C-Trade ni robots. Sawa? Kuna wale watu ambao ni watamu kwenye codes, na of course mimi mwenyewe natafuta mtu ambaye yuko vizuri kwenye code. So kama uko vizuri kwenye code pia ni check, cause nataka nitengeneze robots. Cause kucode na maana kwamba unaitengenezea strategy yako unaitumia, mtu anaicode kwa price kama inakuwa inafanya kile kitu ambacho umekicode, inakuwa inafanya hivyo hivyo automated hata kama wewe hauko on chart. So serious note, I'm looking for someone ambaye yuko good kwenye kufanya coding. So it's very easy, na inakuonyesha, kuna video hapa inaonyesha jinsi ya kuandika hizo codes, inakupa sehemu ya kuandika codes ambayo inakuwa ni rahisi, so you can get it. Of course kuna Wakenya wengi ambao they are utilizing this code, na wanasema njia rahisi ya kuandika codes kwenye application au kutengeneza robot ni kwa kutumia hii application ya C-Trade. So let's do it. It's opportunities na it's have some money. Kuna kitu cha mwisho kwenye menu hapa ni analyze. Analyze inakuelezea of course zile trading zako, performance, amount unayo, amount of profit, amount of loss ambao umetengeneza. Kwa mfano mimi nimeanza, of course nimeanza juzi nadhani. So I try some few trades. Trade moja I make a profit, trade moja I make loss. So it's like amount of money that I win and I lose is almost the same. Lakini moja ni kwa sababu nilikuwa natengeneza video afu nikafanya majaribio. So bahati mbaya niingia bila kukusudia and trade ikaenda kwenye loss. So volume, profitability na vitu kama hivyo, vitu vyote hivi vitaelezewa kwenye. So it's give you more details, inakuwa ni kama imetengenezwa for you kukupa every details. Hapa chini kuna means za kufanya deposit, kuna means za kufanya withdraw, na kuna settings. Kuna vitu unataka kuviset, this is the best for you. So naomba nirudi kwenye trading na nikuonyeshe baadhi ya mfano wa vitu ambavyo vinafanyika. So nimekuonyesha namna ya kutengeneza alert. Unakuja hapa kwenye menu, unakuja kwenye alert. Sawa? That is how easy it is. Sawa? Then kuna means rahisi ukitaka kutrade. Nataka nikuonyeshe tu jinsi gani ambavyo hii application iko easy kwenye kufanya trading. Hapa juu ndo menu yetu ya this is sell, this is buy. Na hii ni lot size. So nataka nipunguze kwanza lot size. Lot size
wow, hii inarudi kwenye lot size mpaka ya 0.01. Let's say nataka ku sell, sawa. Nikiclick sell, imeingiza order, na hii order unakuwa unaimonitor hapa chini. Hii ni derive na trade Audi card, lot size ya 0.01, sell amount hiyo hapo, mzigo unasoma hapo. Sasa hapa kwenye hii menu hapa chini kuna ku reverse position, kuna ku double position na kuna ku close. Alright? Kuna ku close. Kama unaona kwamba this is not going the way I want na vitu kama hivyo, una close. Then kwenye ku set stop loss unakuja kwenye order hapa hapa, unachukua hii hapa sehemu iliyoandikwa SL stop loss, unaisogeza juu pale sehemu unapotaka stop loss yako iapie. Labda kama unataka stop loss ikae hapa juu, unaiweka hapa juu. Pap, ukiachia tayari umesha set stop loss. Na take profits, unakuja kwa chini hapa itakuletea TP, unaichukua, unaidrag, unaileta mpaka let's say labda nataka ifike mpaka hapa. Sawa? That will be your take profit. Uzuri wa hii inakwambia everything. Kwa mfano, hii position ambayo nimeweka stop loss hapa, inanisomea namba za huku pembeni, yani amount. Alafu inanisomea kama price ita hit stop loss, nitakuwa nimepata hasara ya $2.67. I think hakuna application inafanya hivi. And then kama application yangu itakuwa ime hit profit, nitapata $3.20. So that is it. Ndio urahisi wake na ndio uzuri wake. So ni nzuri kwa sababu ina combine zile pair zote, pair za volatility na zena ni nyingine, na una trade pair zote. So ni rahisi kujisajili, ni nzuri. So kujisajili, kama hauna link ya Derive, ni check kwenye namba yangu ya Tigo 0654548986. Niambie tunaomba link ya Derive kwa ajili ya kusajili na app, nitakupa, and then nitakusupport kwenye kujisajili mpaka utakapoweza kujisajili mwenyewe na kuweza kujitegemea. Na kama tayari una Derive account, nenda kwenye application, nenda kwenye menu yako, shuka kwenye apps, tafuta CTrader, open account, download, open account, and then anza kuutilize. Ukikwama kwa namna yote ile, let me know, nitakusaidia, nitaona namna gani ya kusaidia. Let me close this one kwa sababu sijafanya analysis, nimeiweka tu na imenipa faida kidogo. So how do you close trade? Ukija hapa ukibonyeza pap, inakuwa ina close trade kama hivyo. Then ukija kwenye history utaiona, kwa sababu hapa chini pia kuna positions ambazo zipo ina run, positions zimeko closed, kuna orders, hakuna order ina run, kuna history itakuonyesha zile pair zote ulizozitrade na kuzi close. Pia ulizowekea alert, hiyo hapo moja nimewekea alert iko hapo. Transactions ambazo nimefanya, kama nilikuwa nimefanya deposit na withdrawing inaonyesha jono, okay, na kama ningekuwa natumia robots na vitu kama hivyo. So it's very easy, it's very good. Mimi pia nilikuwa naijua lakini nilikuwa sijai kuitumia. So juzi ndo nimesema like let me try it. But when I try it, man, it's the best. So guys, this one, use it. I think the next session nitaelezea baadhi ya vitu, na vitu vingi siwezi kuvielezea vyote kwenye video moja, but hii nimeelezea kwenye PC. Then the next video nitaelezea how you can use it on PC, on phone. So nitaelezea kupitia simu yangu. So thank you, bye, and have a nice time. If you have anything, call me, text me, WhatsApp anytime. 0654548986. Bye. Bye.